kabisa. Najua unamwambia Mungu ninapenda nikuabudu. Ninapenda kwa sauti yako kabisa, mwambie Bwana ninapenda nikuabudu asubuhi ya leo. Siku zote hapo ni kwa sauti yako kwa Bwana kabisa. Sema ninapenda tunamwambia Mungu ya kwamba Yesu uliyetufia msalabani, wewe ambaye ulibeba aibu yetu, wewe ambaye ulibeba kudharauliwa kwetu, wewe ambaye umebeba magumu yetu, sisi ya leo tunapenda tukuabudu Yesu, tunapenda tuliinue jina lako, tunapenda tuliabudu jina lako katika utakatifu na ukweli wako. We love to worship you this morning, oh Lord. We love to worship you this morning, oh God of glory. We love to glorify your name this morning, oh God. We love to honor your name this morning, Jehovah. You deserve the glory, you deserve the honor. Tunapenda asubuhi ya leo, siku zote Bwana, kuabudu mtakatifu. Maana kuna mwingine kama wewe. Tunakuabudu wewe, ni mwanzo tena mwisho Bwana. Tunakuabudu mfalme wa kuabudiwa Yesu asubuhi hii Bwana. Unastahili kuabudiwa mfalme wa watakatifu wote. Kila wakati Bwana unastahili kuabudiwa Yesu. Maana unaweza Bwana. Worship
mwambie kwa Kiswahili, Mungu utukufu, utampa nani utukufu asubuhi ya leo? Come on, give the Lord the glory. Bwana utukufu, maana anastahili sifa. Inua sauti yako mwambie nimekupa utukufu. Nasema ya kwamba usinyamaze mbele za Mungu. Inua sauti yako, mpe Bwana utukufu asubuhi ya leo. Mpe Bwana utukufu asubuhi ya leo. The glory belongs to God. The glory belongs to Jesus this morning. Alivuka kwa yetu asubuhi ya leo. Alibeba dhambi zetu msalabani. Akabeba aibu zetu msalabani. Ili sisi tuwe wenye masafi yote, tunakupa utukufu. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory and the honor.
Yesu, na sifa ni zako Bwana, heshima, heshima, na utukufu na sifa twakupa Bwana, heshima, heshima na utukufu na sifa Bwana twakupa Bwana, heshima, heshima na utukufu na sifa haleluya twakupa. Nataka tuimani kwa tumwambie heshima, heshima. Nataka nione mikono juu kwa Yesu, utukufu. Kama Mungu amekubariki muinulie sauti yako. Yesu twakupa. Ametenda maishani mwako heshima na utukufu na sifa twakupa. Sema heshima, heshima na utukufu na sifa sauti ya kumwambia heshima, utukufu, heshima. Ninakupa sifa na Bwana. Umenilinda, umenipigania Yesu, umeniwezesha katika kila jambo. Asubuhi ya leo ninakupa sifa, ninakupa heshima, ninakupa uwezo. Ninainua jina lako juu ya yote. Ninakupa sifa na tunakupa utukufu wote Yesu. Kama unajua lile ambalo Mungu amefanya katika maisha yako, Yesu, enda mbele za Bwana asubuhi ya leo. Utukufu ni mangapi ambayo Mungu ametenda katika maisha yetu, ambayo yanastahili tumpe sifa huyu Mungu wetu. Hata hichi kibali cha uhai ambacho amekupa asubuhi ya leo kuwa katika nyumba yake, ni neno ambalo linafaa mwambie Mungu asante. Umpe Bwana utukufu, maana kuna wengine ambao walikuwa na tarajio la kufika katika nyumba yake, lakini hawakuwa na uwezo wa kufika. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu hawaelewi, because of ignorance, because we ignore what God is speaking unto us this morning, because we ignore what God is bringing to our presence this morning. Yani tunaona tu ni bure tu.
Mungu amefanya jambo katika maisha yako. Kuna mambo mengi ambayo Mungu amezuia asubuhi ya leo. Hii wakati wako muinulie Bwana sauti. Si kwa sababu watu waimbe ndio upate sababu ya kumwinulia Bwana sauti. Angalia maisha yako asubuhi ya leo. Angalia watoto wako asubuhi ya leo. Angalia hiyo kazi yako ambayo unafanya asubuhi ya leo. Igana lialinya saa kwa lina somo ni mabuao. You as a widow, angalia yale Mungu amefanya katika maisha yako. Wewe ambaye uko na bwana, wewe ambaye uko na bibi, asubuhi ya leo angalia lile ambalo Mungu amefanya katika maisha yako. Inua sauti yako kwa Bwana, mwambie ninakupa utukufu. Maana sikustahili nikuwe hapa siku ya leo, lakini kwa sababu wewe unanipenda bado. Maana Biblia inasema ya kwamba Yesu alitupenda hata wakati hatukuwa tunamjua yeye. Alitupenda kabla hatujatoka dhambini. Yesu alitupenda. Ndio maana akaja duniani kutufia sisi. Inua huyu Yesu maana anatupenda. Inua sauti yako mwambie Yesu asante kwa sababu ya kunipenda asubuhi ya leo. You have every reason to worship the Lord this morning. Usikubali ignorance ifanye utoke kwa nyumba ya Bwana ukiwa umelaaniwa. Usikubali ignorance ifanye utoke kwa nyumba ya Bwana ukiwa na laana. Inua sauti yako kwa Bwana, mwambie ni mimi nimekuwa mbele zako. Ninakupa utukufu asubuhi ya leo. Si kwa sababu ninastahili Mungu wangu, ni kwa sababu wewe unastahili katika maisha yangu. Allow the Holy Spirit of the Lord to dwell in our hearts. Atulinde, atuneemeshe, tuweze kumuelewa huyu Mungu. Ni wewe tu mtakatifu. Ni wewe tunastahili Bwana. Si kwa sababu tunastahili Yesu. Si kwa sababu tuko na uwezo. Si kwa sababu tunaweza kuinua sauti zetu. Si kwa sababu tunaweza kupasa sauti zetu. Si kwa sababu umetupa uwezo wa kusimama hapa ili tujigambe, bali ni kwa sababu ya neema yako asubuhi ya leo Yesu. Ni kwa sababu ya neema yako katika maisha yetu e Bwana. Oh, ni wewe unastahili mfalme wa amani. Ni wewe unastahili mtakatifu wa watakatifu. Ni wewe unastahili Elohime. Ni wewe unastahili El Shaddai. Ni wewe unastahili sifa za mioyo yetu. Ni wewe unastahili sifa za nafsi zetu asubuhi ya leo. Ni wewe unastahili tuliinue jina lako. Umewalinda watoto wetu asubuhi ya leo Bwana. Umewapa neema ya kuwa hai asubuhi ya leo Jehova. Umewapa neema ya kuwa na afya asubuhi ya leo Jehova. Umetupa neema ya kuwa na afya asubuhi ya leo Bwana, ili tuweze kuinua jina lako. Yesu hawezi kutuacha. Toto tiganya saa kwera Roma. Toto tiganya saa kwera mamia bono. Oh, sacha jana matarubia jina saa. Tumeomba asubuhi ya leo Bwana. Ukatukumbuka tena Jehova. Ukatusaidia tena mtakatifu. Tukaelewa yale ambayo unataka kufanya kwa nyumba yako asubuhi ya leo. Tukaelewa yale ambayo unataka kufanya kwa kanisa lako asubuhi ya leo. Tukaelewa yale unataka kufanya katika mioyo yetu asubuhi ya leo. Tukaelewa yale ambayo unataka kufanya kwa familia zetu asubuhi ya leo Bwana. Asante Bwana. Nani kama wewe Yesu? Isikuwe bure Yesu. Isikuwe bure Baba, tunakuja uweponi wako Bwana. Isiwe tunakuja uweponi mwako Yesu kuchukua laana Yesu, bali kuwa tunakuja kupokea baraka kutoka kwako Yesu. Maana ni maana ni kwa neema yako Yesu. Ni kwa neema yako tuko Yesu ya leo. Ni kwa neema yako tunaweza kuongea asubuhi ya leo Bwana. Asante Mfalme. Asante Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mfalme wa wafalme. Pokea utukufu wote. Pokea mamlaka yote Yesu. Pokea utukufu wote Bwana. Maana unaweza.
wewe ni kimbilio. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakaze na utembee nasi. Tutavua mambo yetu, vitu vyote vya dhamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakaze na utembee nasi. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa wafalme, tunakutukuza, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa kibali ambacho umetupa tena asubuhi ya leo. Si kwa sababu Mungu wetu tunastahili, bali wewe Baba yetu unastahili katika maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu ya kanisa la Nyamataro Jehova. Asante kwa sababu Bwana ya kila mmoja wetu mtakatifu, wamama kwa wazee mtakatifu, vijana kwa watoto Jehova. Asante kwa maana Mungu wetu umetulemesha tena asubuhi ya leo. Tumeingia katika hekalu lako Bwana, ili tuweze kukuabudu na kulitukuza jina lako. Asubuhi ya leo tunakualika katikati yetu Bwana, unene na maisha yetu ye Bwana, uturekebishe mtakatifu wa watakatifu, popote ambapo tumeenda kinyume na neno lako asubuhi ya leo. Mungu wetu tunaomba ukaweze kutusamehe Bwana, utusamehe makosa yetu asubuhi ya leo, utusamehe yale ambayo tunafanya yafai mbele zako Bwana. Hata wakati tunakuwa katika ibada Jehova, utusaidie Jehova tuweze kukuabudu katika roho na kweli, maana wewe ni Mungu wetu asubuhi ya leo. Tunapoingia katika kipindi kingine Jehova, tunaomba neema yako katika maisha yetu. Usituache Bwana, usiwache wajane Jehova, usiwache yatima asubuhi ya leo Bwana, usiwache wale ambao wanakutafuta asubuhi ya leo Jehova, usiwache wale ambao wanalia katika uso wako asubuhi ya leo Jehova. Usifiche uso wako kwa sababu yao asubuhi ya leo Mtakatifu, uwasaidie maana wewe ni Mungu unayeweza. Asante kwa sababu ya watoto wetu walio mashuleni Bwana. Mungu wetu tunawainua kwa asubuhi ya leo. Wewe ndio mlinzi wao asubuhi ya leo Bwana. Uwatetee Mtakatifu, uwawezeshe Jehova, uwalinde Mtakatifu wa watakatifu. Baba, tunakuja kinyume na maroho ya shetani Bwana, ambayo yamepandwa katika shule zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mwana watebanga Nyasaye tukwanya gotigo manyaboronge anyale gosago cyane ko monene ko sabana baye basaberere megati yasichinjero monene na amanyire nga kwarendira abana baite mambi yaboro Nyasaye na amanyire nga kwagitira abana baito monene Korichinyi University Nyasaye asechi college yo monene nonyembali bale chi secondary Nyasaye nonyembali bale chi primary yo monene obuye bwabo baisane mambi yaboro Nyasaye omonene twachakane chinguru che chinyasoro monene aseri etali ya Yesu Kristo omonene orwane n'abana baito Nyasaye bali bataranyora chigasie mambi yabono baenema yokonyora chigasio monene omonene watenga you make a way where there seems to be no way. Make a way for them this morning, oh God. Fanya njia kwa maisha yao asubuhi ya leo. Baba, wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Na kama kuna walio katikati yetu siku ya leo, wamama kwa wazee Jehova, vijana wote Mtakatifu ambao wanatafuta kazi Bwana, neema ya kazi katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Hatutakuabudu bure Jehova, bali utajidhihirisha kwa matendo yako makuu Jehova. Tenda asubuhi ya leo maana hakuna kama wewe. Uinuliwe, upewe sifa Mungu wetu.
Watumishi wako walio katikati yetu ni mikononi mwako. Uwasaidie Bwana, uwape neema, kibali Jehova, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Maana ni kwa Yesu Kristo mama na hata kuamini. Amen. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Praise in worship. Asante sana praise in worship kwa umbali huu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Salimia mwenzako na umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Asante. Msalimie, salimia wawili watatu, waambie karibu. Welcome in the house of the Lord. Amen. 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 Thank you. Nataka kusema leo ni siku njema Mungu ametujalia, and we are in his presence. Tumefika ndio tumuabudu, tumshukuru kwa sababu ya mapenzi yake. Kwa niaba ya secretary wetu, is feeling unwell, ako kwa nyumba lakini ako na homa kidogo, ningependa nilete matangazo mafupi kama yafuatavyo. Yesterday we had center meeting at Igege PH Church. Jana tulikuwa na center meeting Igege PH na it was very successful. Wala ambao mkufika, you missed a lot. Our choir, church choir, ilituwakilisha kwa nyimbo. Na ripoti yao iko hapa. Briefly, ningependa kusema kwamba they scored 97%. Tuwapigie makofi mazuri. Our church choir 97%, and they were ranked position ngapi? Position 1. Tuwapigie makofi mazuri. Position 1 out of 10. A comment from yule ambaye alikuwa anaangalia, aliandika hivi: good work but improve on audibility. There was a problem in the bass. Wase tuko hapa Ariga, hakikisha next time bass ikuwe nzuri. Thank you so much, our church choir. Next center meeting tutatangaziwa baadaye. Leo tutakuwa na Lord's table. Let us continue praying. Tuombe sote pamoja. Mungu atubariki tunaposhiriki. Mungu atusamee makosa yetu. Apostle Bam ni mgonjwa, ako hospitali Bosongo Hospital. She's recovering. Amewasalimia nyote. Salamu kutoka kwa Apostle Pam, asante. Ripoti nimepata leo ni kwamba she's likely to be discharged today. Kwa hivyo before uende kumuona, uulize kwanza kama amefanya nini? Ametoka. She's likely to be discharged today. Tutakuwa na Koinonia Goshen edition mwezi wa 4. Koinonia Goshen edition mwezi wa 4 kuanzia tarehe 17. Tuendelee kuombea Koinonia ambayo iko mbele yetu, na zaidi ya yote tujipange kwa sababu mipangilio yetu ndio itafanikisha hiyo Koinonia ambayo iko mbele yetu. Our Pastor Teresa lost a brother, and burial is on Thursday this week. On Thursday, brother ke Pastor Teresa will be buried at Nyachururu, iko hiyo pande ingine ya Nyamira. Kwa hivyo tuendelee kuombea hiyo familia na tujipange kwenda kwa hayo mashishi, ndio Pastor Stella tuchumuike pamoja naye on Thursday this week. Reverend Mogita, our former overseer, ako na sherehe kubwa tarehe 29 Jumamosi ijayo. Kutakuwa na celebration ya Reverend Mogita Kisii PH Church. Kwa hivyo tumeulizwa tuombee mkutano na tujipange. Ndiye amekuwa overseer wetu kwa muda mrefu. Kwa hivyo tujipange vizuri as individuals, as a church. Tuko huko kwa wingi tarehe 19 Jumamosi ijayo Kisii PAG. On 29th, I'm sorry, it is on 29th, next Saturday on 29th. Jordan Fellowship will be on duty from tomorrow. Jordan Fellowship will be on duty. Kwa hivyo na washukuru Zion
kwa wiki ambao wanamaliza leo. Wacha Mungu awabariki sana. Sister Immaculate alipoteza mamake mpendwa. I'm happy, she's strong. Amekuja leo, ako kanisani. Sister Immaculate ako wapi? Mahali ako asimame, ningependa akuje mbele atusalimie. Sister Immaculate, wherever you are, karibu sana. Nataka tumpatie atusalimie, mpigie makofi anapokuja mbele. Be strong in the Lord. Alipoteza babake hivi karibuni, na last week ilikuwa burial ya mamake. May God bless you so much. Mpatie Mike tusalimie kidogo. Asante sana Sister Immaculate. Be strong in the Lord. Karibu. Tumsifu Bwana. Praise the Lord. Mungu ni mwema kila wakati. I lost my parents in a period of 4 months. Dadi ndiye alitangulia na mami ndiye alifuata, lakini kwa yote nashukuru Mungu. Yeye ndiye alikuwa na sababu kwa nini hayo yote yalitendeka. Asante, nimerudi, tutaendelea kushirikiana pamoja. Asante sana, tuendelee kumkumbuka kwa maombi. Kupoteza wazazi wote in a period of 4 months is painful, but God is there. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Kwa hivyo wakati huu ningependa nialike kwaya. Tutakuwa na choirs 2 na 1 song from an individual. Tutaanza na Zion Fellowship, ikifuatwa na Sister Ruth Chemtai. Tutamaliziwa na church choir. Zion Fellowship, karibu kwa wimbo mmoja. Zion Fellowship. Zion, tusimame wote. Zion Fellowship. Asante. Asante sana, tuwapigie makofi mazuri. Sister Chemtai ako wapi? Akimbie Sister Chemtai.
Asante sana, namuona ndio anakimbia. Karibu sana kwa wimbo mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niko na wimbo mmoja na ni wa Kiswahili. Kama unajua tunaweza saidiana. Yesu alinena nalo kanisa, mwenzangu simama imara, tetea taifa lako, wala usiende kushoto wala kuume, usitetemeke, tembea, endelea mbele. Yesu alinena nalo kanisa, mwenzangu simama imara, tetea taifa lako, wala usiende kushoto wala kuume, usitetemeke, tembea, endelea mbele. Wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa pate kufanikiwa kabisa, na uhodari kwa moyo, shujaa. Wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa upate kufanikiwa kabisa, na uhodari kwa moyo, shujaa. Yesu aliambiwa naye Mungu ya kwamba nimekupa hiyo sehemu, ni mali yako. Yule atakayesimama kwako kinyume atangamizwa, asema Bwana wa majeshi. Yesu aliambiwa naye Mungu ya kwamba nimekupa hiyo sehemu, ni mali yako. Yule atakayesimama kwako kinyume atangamizwa, asema Bwana wa majeshi. Wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa upate kufanikiwa kabisa. Wala usiache neno la Bwana, wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa upate kufanikiwa kabisa, na uhodari kwa moyo, shujaa. Wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa upate kufanikiwa kabisa, na uhodari kwa moyo, shujaa. Wala usiache neno la Bwana, na uhodari kwa moyo, shujaa upate kufanikiwa kabisa, na uhodari kwa moyo, shujaa. Barikiwa. Asante sana. Church choir.
Thank you so much. This time, I want to recognize and appreciate the presence of our visitors
Ikiwa wewe ni mgeni, this is your first day to be in Nyamataru PHE Church. Welcome to the house of the Lord. Karibu sana mahali wageni wetu walipo. Ningependa msimame msalimie kanisa. Wageni wetu, kindly, wherever you are, ningependa usimame usalimie kanisa. Uko nyuma, uko juu. Asante sana, asante sana. Tupigie wageni wetu makofi, naona kuna mgeni hapo. Asante sana, asante sana. Apostle Kari, karibisha mgeni vizuri. Asante, asante. Kuna wageni wengine huko nyuma. Karibisha wageni wetu vizuri, msalimie, mwambie karibu Nyamataro. Asante sana, asante sana. Baada ya ibada, wageni wetu msikue na haraka kutoka. Tutakutana karibu na hiyo mesa iko hapo nyuma, tutajuana zaidi. So our visitors please, tukimaliza kanisa, tukutane hapo tujuane zaidi. Wakati huu, before tumutolee Mungu, nataka nimkaribishe sister wetu wa secretary, atuletee wageni ambao uko nao, na baadaye atatuongoza katika kutoa sadaka. Karibu sana secretary. Tumpigie makofi anapokuja. Asante, asante, asante sana. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Amen. I'm happy this morning that the Lord has allowed us to meet again here. We have visitors. We work with them in my organization, but as always, this is their church. They have been here the whole week. We started from Kakamega last Monday, and they are doing discipleship. They are missionaries who are wanafunza wale wa mama wa muradi mambo ya Mungu. Tuko na discipleship program. It's a whole program. So they have been here, and they said today they must be here to say hi. Ngakimorojo monginoyo. Aba gusiyo mongine miake ya narabo. Eyo maetengo jitamanini moino. Angabone toile toko teba abana waturagerie. Lakini wako hapa wakipatia watu neno la Mungu wakitu encourage. So welcome sister. Introduce yourself. Bishop alimpatia jina Binsari. That was your new name. Now tell us the original names. My name is Jana Lee Quigley. That's my name. Erietaria ya gakoruku Jana Lee Quigley. Quigley. Yes. Erina lituate ba Binsari kiagara Quigley eriatosia. I didn't know if I wanted to marry a Quigley. Tamanya tigo se montonaro rancha konywa mwago se konywa me Quigley. Yeah, Jana Lee Quigley. Lakini nali eriakorukwa. Amen. He's a good man. Mogako ya no monto gogo kumia nero korukwa Quigley no mogako bomo kumia. Amen. I greet you from the United States of America. Ni gako bakwani akorwari America. Amen. Amen. But more than that, I greet you in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Korende ko bwansi ni gako bakwani gwetera serieta Yesu Kristo oro motorio ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I come from a state in the middle of America. Igakoru state regatigati ya America. The name of the state is Missouri. Erietaria state ya koru ni gakoru ku Missouri. Isn't that good? Telibuya Missouri yani. Amen. When I first came to Eastern Africa, Ekera chete East Africa ritangani. they speak Swahili. Nigo baro go kwane ke Swahili. Tanzania. I thought they talk about us so much. Arakaga nigo bakugamba mono. I asked them, why do you talk about us so much? Bona nigare konya koboringa nkeke bono moko And nakogamba they boire told me boire. it means good. Korende bakamukani Amen. ngayaya Amen. igeminatinga gitokonya Amen. katanga mzuri igeminatinga bintu mbuyabire. But we really are a good state.
We stand for life and babies to be born alive. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Very strong faith in Missouri. Soba, arimo sauri, mzuri. Amen. Mbagendera to korega sunu to korasita. Okay. One time, a long time ago, I went to South America. America, And South America. Venezuela. Venezuela. Yeah. And we were having revival. And one night the lights went out. And there was total darkness. There was no electricity. You cannot hear the music. But the drum came down. Boom. And the praises went higher. And we had a mighty revival. And I asked the Lord, well, how did that happen? And he told me I do my best work in darkness. Amen. When it is dark, God moves. Amen. Amen. In the beginning, it was dark, but God moved. And then there was light. Praise the Lord. And so every time it is dark, we know that God is going to move mightily. Amen. He will move. The darkest day of all, when they crucified our Lord, there was thick darkness in the middle of the day. He was doing his best work for us. He was bearing all of our sins upon us and giving his life so we don't have death. Hallelujah. Amen. We have life now because he did his best work. Many people in the world call this a dark nation. Amen. Because of the wars and the famines. Amen. Amen. But I see Africa. And I see God's doing his best work. Because you're hungry for your God. And God will supply. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, sister. Bwana Yesu asifiwe. Amanena wakwe. Bwana Yesu asifiwe. Amanena wakwe. Nyasaye no muya. Chinga kichonsi. Sinyanga ziosi. Yes. Amen. So mnaona nimekaa Kisii mpaka nimeanza kuwa Mkisii. So nashukuru Mungu amekuwa mwaminifu. Obakira Nyasaye obero mwegenwa. Na tunashukuru kwa kutupa nafasi ya kuwa pamoja nanyi tena siku ya leo. Nando ira nerimbe yamana sengencho anyora libaga nande mwabanchera ko bana baraburero. Tumekuwa na safari mingi tukikutana na wamama katika senda tofauti. Twabere net safari chinyinge kumerana nabangina asebituo ao. Tunashukuru kwa uhai ambao ametujazia na hata upendeleo. Ira nerimbe yamana senya sae asobogi toire no kwancherwa. Na hata kutuhifadhi nafsini mwake. Nogo uko tuancherase obosyo bwaye. Huduma mkubwa ambayo Mungu ametupea ndani ya maisha yetu. Emere memene na Nyasaye toire ase obogima bwaito.
ni kujifunza pamoja na wamama kumtambua Kristo. No wesomia ama nabangina ingoro yoko mumanya Yesu Kristo. Na wanapomtambua pia nao wakawasaidia wengine kumtambua Yesu Kristo. Na ekero bamumanyire nera bakonye gokonya abandi na barubo manya Yesu Kristo. Ya kwamba tukaweze kupata mavuno makubwa kwa ajili ya Mungu siku ya mwisho. Egera tonyale kumanya konyora ligasari nene asibosyo bwa Nyasaye Wamama mpo? Abangina ntoro? Wamama mpo? Abangina ntoro? Mama ni mtu wa maana. Omongina no muntu bwengencho. Kupitia kwa mama tulipata uzima wa milele. Wetera so mongina twanyore obugima bwa kare na kare. Kupitia wa mama tukapata mauti. Wetera sabangina twanyorire na sasa mama ukaweze kuamua. Igabano mongina nayo okorokoro uamuzi. Unataka ukue njia ya mama kuleta uzima ama mauti. Otebe ngomongina nigore okobenjera yokoreta obugima gose gokoreta makweri. Kwa jina naitwa Bilia Obes. Asa Marieta gakuru Bilia Obes. Nampenda Kristo katika maisha yangu. Igamwanjete Yesu Kristo asobugima bwa. Mungu awabariki. Nyasaye abasesenie. Amen. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much, Bilia and Sister Binsari. God bless you so much. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati tunaenda kutoa saka pamoja na sadaka. Tukishukuru Mungu kwa sababu tumepitia mengi. I know this week tumekuwa na homa watu wengi. Hata sikujua nitaweza kuongea, kumbe ningeongea tu. Bwana asifiwe. So tutasimama, praise and worship. Mtatu lead. Tuweze kutolea Bwana sadaka pamoja na saka zetu katika jina la Yesu. Yes, yes. Yes. Unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili Yesu, unastahili Yesu, Baba unastahili daye, unastahili Yesu, naimba umestahili Baba, umestahili Yesu, Yesu umestahili Yesu, umestahili Yesu, Usana umestahili Yesu, Mulinzi umestahili Yesu, tunapiga sauti milele, tunapiga sauti zetu kama tarumbeta, tunapiga sauti hatuachi milele, tunapiga sauti zetu kama tarumbeta, tunapiga sauti hatuachi milele, tunapiga sauti zetu kama tarumbeta, tunapiga sauti hatuachi milele, tunapiga sauti zetu kama tarumbeta. Stahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Yesu. Tuinue
Tuinue mkono wetu wa kulia na kila mmoja asimame kwa kuombea dhabihu na sadaka. Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, nakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya siku ya leo. Asante Baba wetu kwa sababu umekuwa pamoja nasi wiki mzima. Umelinda wamama, umelinda watoto, umelinda wazee. Asante tena kwa sababu tumekutana ndani ya nyumba yako siku ya leo. Naomba baraka nyingi kwa kila mmoja, Baba wa rehema. Asante kwa sababu ya wageni walioko ndani ya nyumba siku ya leo. Tunaombea baraka ambapo itokako kwako. Watu wako wameinua mikono yao juu kwa sababu uliwabariki na sadaka, ukawabariki na vipawa mbalimbali, na miguu yao imetembea kwa madhabahu haya. Naombea hili mikono ukaibariki, ukaiinue. Bariki kazi ya mikono ya watu wako. Bariki vibarua vyao, Mungu wa rehema. Bariki Mungu wako mikono ya watu wako. Ukawaondolee maovu, ukawaondolee magonjwa, yale ambao yanawasumbua. Neema yako ikatoshe. Jina lako liinuliwe na jina lako lipewe sifa. Kutana na mtu mahali hapa. Kutana na mgonjwa. Kutana na lile hitaji. Jina lako liinuliwe. Ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Yes, hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Amen. Kama Mungu amekubariki na miguu na uko sawa, na yenyewe ulikuja kumwabudu Mungu na kumtukuza na kumwambia ya kwamba Mungu, siku ya leo unastahili, siku zote unastahili, unastahili kupokea sifa zetu. Haleluya. Inuka tu kwa miguu yako tunapoenda kumtukuza Mungu asubuhi ya leo. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu wiki mzima. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie kwamba Mungu amekuwa mwaminifu wiki mzima. Mungu amekuwa wa dhamana katika maisha yetu. Haleluya. Sasa nataka usonge kutoka hapo. Enda hiyo roho ingine. Ambia wawili watatu, waambie ya kwamba Mungu ni Mungu wa kupendeza asubuhi ya leo. Ni Mungu wa kupewa sifa. Ni Mungu wa kutukuzwa. Ni Mungu wa kuinuliwa. Ni Mungu wa kupewa sifa. Ni Mungu wa kuabudiwa. Haleluya. Wapi vigelegele? Vigelegele, vigelegele. Wamama wapi vigelegele? Vigelegele, vigelegele. Inua mikono yako juu. Mpe Bwana sifa. Kama Yesu amekubariki na mikono, mpe Bwana sifa. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa ya Yahweh. Pokea sifa ya Yahweh. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa Jehova. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa ya Mungu wewe. Pokea sifa ya Mungu wewe.
unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Asante kwa kila neno, asante kwa kila jambo mfalme. Ni wewe unayeweza yote, ni wewe unayestahili. Tuko hapa kwa ajili yako Baba yetu, tunakupa sifa mfalme.
Baba, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu ya ukuu wako ambao umejaa ndani ya nyumba. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo Bwana. Tumesema ni asante kwa sababu umetuponya wengine tuliokuwa wagonjwa. Tunakushukuru kwa sababu umeweza kutuokoa wengine ambao tulikuwa mbali na msalaba. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo uko ndani ya nyumba hili Bwana. Tumekuja kukutana pamoja na wewe. Tumekuja kukutana pamoja na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tumekuja kukutana pamoja na wewe uliye Baba wetu na Mungu mwenye uwezo wote. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo Bwana. Ukuu wako umejaa ndani ya nyumba hili. Tunakushukuru kwa sababu ya furaha yako, furaha ya wokovu ambaye Bwana inapatikana kwa kumpokea Kristo Yesu. Asante kwa sababu ya nafasi hii. Mara nyingine Bwana tumepata kusimama mbele yako. Tuomba ukaweze kututumikia katika madhabahu haya. Na mtumishi wako ambaye anayeenda kutuzungumzia ukapate kumbariki, umfunike na damu yako, maana wewe ni mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu usiyeshindwa, Mungu uliyetegemewa na watu wako, Mungu ambaye unayetuonya na kuturekebisha, Mungu unayezungumza kwa sauti. Jehova, ukaweze kunena pamoja na maisha ya kila mmoja, wakubwa kwa wadogo walio hapa. Naomba kwamba ukanene pamoja na mioyo yetu. Naomba uondoe kila nguvu za giza zinazoweza kusuhia neno lako lisije katika maisha yetu kwa njia ambayo inayofaa. Naomba neno hili litakalo neno mahali hapa liwe ni neno la mtu, liwe ni neno letu, lilete mabadiliko, lilete Bwana uamuzi wa kiroho katika maishani metu, na sifa na utukufu zikurudie. Nimegandamisha kila mipango ya adui katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Shetani hauna uwezo. Bwana Yesu ndiye simba kutoka kabila la Yuda. Anaponguruma lazima vitu vizonge mbele. Anaponguruma walio wagonjwa lazima wapate uponyaji wao. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Haya ndiyo maombi yetu katika mchana wa leo, tukiomba kwamba Bwana tunyenyekee ukapate kuinuliwa juu, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwenye uwezo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amina. Amen, 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 amen. Amina. Asante sana praise and worship. Biamono praise and worship. Kwa sababu ya kutupeleka katika kipindi ja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Asogo toira senjera yoko musasimo. Na hata pia kumsifu. Na ande komotogia. Kwa sababu muda wetu umeenda. Asengenche biro byeito byachire. Ningependa kushukuru kwa sababu ya wageni wetu walio katikati yetu. Ninga kembia mana sengenche abageni barase kati yeito. Ambaye wamekuwa wa baraka kabisa. Ababeire abogo sesenia. Na bado nataka niweze kuleta mgeni ambaye pia atatuzungumzia. Na ande nitaka kuleta mgeni oyo gochigotokwanera. Mgeni wetu amewahi kuwa hapa. Mgeni yeito na ande wabeira matukana karibu mwaka mmoja sasa ambao umepita. Omwaka waerire gesaba. Na leo ako pamoja nasi. Na enderero no aramo na intwe. Dada yetu wakili Joan. Oyo minto wakili Joan. Na jina lingine Kierehere. Ne lieta linde Kierehere. Ako ndani ya nyumba. Na ara se nyumba. Napenda kwa heshima kubwa ni musi haje mbele hapa. Na musabiracha mutwa. Ili akaweze kutuletea neno kwa jina la Yesu. Ligera atoletere lingana se lieta lya Yesu. Amen. Amina. Baba Mungu muumba mbingu na nchi. Tata umutongi goronense. Kwa wema wako na fadhili zako za ajabu. Asobuye bwao bwakale na kale. Tunasikia kunyenyekea katika madhabahu haya. Tuigule tuweke timona sama madhabahu haya. Mara unapotupatia nafasi tunazungumzia watoto wako. Ekerogo twalibaga twakwanera abana bao. Unapotutumia kama jombo ili neno lako lifikie watu wako Bwana. Ekerogo tutumia buneke bekero ligere lingana lya olikera abantu bao Nyasaye. Mtoto wako amekuja katika madhabahu haya. Omwana ochira sama madhabahu ayo na mtamkia baraka zako anaponena. Na mukwana irogo sese ni agago kwana. Mbingu ikakubali yale ambaye anaongea kutoka kwa madhabahu haya. Igoro yanchirane ayago kwana korwa sama madhabahu haya. Patanishe pamoja na mioyo yetu. Mubwatani amane chinkoro chetu. Na neno hili likaweze kuwa neno letu. Nelingane lilinyara ko balingana lyeito. Kwa jina la Yesu Kristo. Aselieta lya Yesu Kristo. Tukuzwe na uabudiwe milele yote. Oba kwekale na kale. Katika jina la Baba. Aselieta lya Tata. Na Mwana Roho Mtakatifu.
tukwena no moikomo chenu. Tumeomba na kuamini. Tuwasabire na kwegena. Amen. Amina. Amen, amen. Karibu sana. Amina. Ili uweze kusungumzia. Kwa aliga niwe kegimaliga ronyale gutokwanira. Bwana Yesu asifiwe. Amanene Yesu abakwe. Hiyo amen inakaa kama sio ya hapa. Amine yitebwe kainie yaga. Angalia jirani. Digere liyo yomino. Mwambie hiyo sio yetu. Mateye yetali yeito. Bwana Yesu asifiwe. Amanene Yesu abakwe. Praise the living God. Amanene Yesu abakwe. Praise Jesus. Amanene Yesu abakwe. Praise the Lord. Abakwe. Yes, that one is ours. Ine yaito. Tuacha tushukuru Mwenyezi Mungu. Tigato mwakere Nyasaye mbuya mono kwa sababu ya siku kama hii. Asenge jeli tukobuneli na nafasi nzuri kama hii. Neli bagabuneli ligia. Kwa sababu ya mpango wake. Asenge jo morobeli oje tumepatana. Tuanyoranire. Na iko sababu mzuri. Na ande ngenjo nero yagele tuanyoranire. Kuonana ni vizuri. Kororana mbuya. Lakini leo tumekuja kusikiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini leo tuachire kotegerera korua somo nene. Na niko natumaini kwamba Mungu atatuzungumzia. Na ande ninde no kwegena nga Nyasaye ngo tokwanirale. I am trusting that God will speak to us. Ninyegenete nga Nyasaye ngo tokwanirale. I am trusting that God will speak to our situations. Na amanyire nga Nyasaye ngo kwanirale chingenjo cheito. He will speak to our issues. Na kwanira amagani yeito. He will speak to our lives. Na kwanira obogima bwaito. And we will not go the same way. Na ande ntoko genda buna tuacha. Hakuna mtu amepatana na Mungu. Ondete yonya konyorana na Nyasaye na maisha yake ikabaki vile ilivyokuwa. N'obogima bwaye bogatigara buna bwale. Wakati Bartimaeus alipatana na Mungu, ekero Bartimaeus anyoranete na Nyasaye, aliweza kuona. Igaroche. Wakati Zacchaeus, ekero Zakayo, alipanda juu ya mti, alinete igoro y'omuti, akapatana na Mungu, akanyorana na Nyasaye. Mungu alifika kwake. Nyasaye gaigete mwaye. Wakati the woman with the issue of blood, ekero musubati oli obwate amanyi ngare komorwa, alipatana na Mungu, anyorane tama na Nyasaye. Hiyo mambo ikaisha. Amangana ayo akaera. Dada zangu na kaka zangu katika Yesu, basubati bamito na baba bamito, hakuna vile unaweza patana na Mungu montote yona kanyorana na Nyasaye vile ulivyo. Ando tigale bunore. Hakuna vile unaweza patana na Mungu ngenjote yora anyorana na Nyasaye baki vile ulikuja. Na ando tigale buna kwali. Unaweza patana na jirani na bora anyorana na neighbor na ubaki hivyo. Na ando tigale buna kwali. Unaweza patana na president na bora anyorana na president na urudi nyumbani vile ulivyo. Oira na buna kwali. Lakini kupatana na Mungu, unaenda kanyorana na maneno urudi vile ulivyokuwa. Oira na buna kwali. It has to come from us. Goikeru korua setole. Zacchaeus climbed the tree. Zakayo gali ne tomoko. Bartimaeus alipiga nduru. Bartimaeus ga ageteri ogi. Ule mwanamke mwenye alikuwa na shida ya damu. Omusubati oli obwata no bakomo korua manyinga. Kumzia mwenyewe. Iga kwanerete romo njene. Akajiambia nitakaribia Yesu. Agatebanga goikanga ke nike Yesu ange. This morning. Emambi abono. May our hearts be receptive. Tiga emyo itebe ye konyora. Because I can tell you the Lord is in this house. Ese ngenje na bonko nyagote inga Nyasaye no ara se nyombe. How sad it will be. Na kiera abebo bangana. Ukuwa katika Mungu, uwepo wa Mungu. Oba soko ba okwa Nyasaye. Na urudi nyumbani vile ulikuja. Na ndo ile nego chinga buna kwale. Naye Yakobo akasema. Na Yakobo agateba. The Lord was here. Nyasaye no arenga. And I did not know. Na ande namanyete. May that not be our story. Because the Lord is here. May we know. Angalia jirani mwambia may you know. As we preach to your neighbor mwambia may you know. The Lord is here. May you know. Manya. Asante sana. Sasa bado nabaki tu kukua Cherotich Joan. Na ande nabage ndreta koro kwa Cherotich Joan. Iko sababu mzuri. Ngenjo nero engija. Ni kwa sababu hakuna mtu. Ese ngenjo mondo tayo. Amekuja kunibadilisha na ng'ombe. Otire ko monjo la nechiombe. Kwa sababu hapo mbele kutakuwa na exchange program. Ese ngenjo goike binto byonjo la ne magoko.
ng'ombe itakuja kwetu. Chiombe chiche sobo. Alafu mimi nitaenda kwa kina ng'ombe. Na inje naenda sobo chiombe. Sasa hiyo transaction biashara hivyo haijafanyika. Ndiraba. Kwa sababu sasa ndio bado niko kwa nyumba ya Rachel. Na kigeko gerale bunale iko bado. Sasa bado tu mimi ni mtoto ya mama yangu. Baada no mwana mbamo mwabo. Mkiona mtu ako na ng'ombe mingi, umoko romo to bwata chiombe chi nyingi inamsumbua. Chimo chandete. Iko pali ya kuweka. Asa naro arabeke. Si mumeshika? Nyinyi watu werevu mumeshika. Mumeshika hiyo kitu. Mwabwatira hiyo. Wacha nichukue nafasi hii. Tigangire libageli niweze kushukuru Bishop. Ngakere Bishop mbia mono. I said this last time and I will say it again. Na tebeta ya engakiyete tena na bago teba. Ikiwa mtu atakukubalia kusimama kwa pulpit ambaye Mungu amempatia achunge. Omuntu kara gwanjire otene na sama tabawa ya Nyasaye moirarende. Sio kitu tunachukulia kwa urahisi. Tarigento ko iraraisi go. Bishop, we appreciate you. Bishop to wanjire. May the Lord bless you. Tiganya sago siseni. Najua mara ya kwanza huko umeniona hata lakini ukaamini tu. Litanga nitikuwa maete lakini ukege na lioka. Na vile uliamini tu na ukakubali nikuje niseme neno la Mungu. Una kwege nete lioka na ndo ganja kwa nalingana ya Nyasaye. Akupe kibali uende kwingine useme pia. Ya Nyasaye ko wanja ruo kwogenda asante na ndo kwane. Hata wakiweza watakubukia tu ndege. Na anje bagwanja na baba obukelia ndege. Hakuna shida Bishop akitumia ndege. Ekiagera bobembo ya Bishop gagotumia ndege. Unajua iko watu kuna shida wakitumia ndege. Abantu mbale to bwate imechando bagotumia ndege. Angalia jirani. Digelio yo mino. Ako na shida kutumia ndege. Na ale no bakongo tumia ndege. Watakuwa na shida kutumia ndege. Na wabara tuaro bakongo tumia ndege. Nitasema maneno hayo baadaye. Ningwa na mangana ayumaega. Asante kwa kanisa la Bwana. Mbia mana ase kanisa ya Nyasaye. Thank you so much to Daktari who is my friend. Mbia mana ase daktari oyoro musani one. Nimetembea sana kwa mikono yake kwa muda mrefu. Otalira sama woka ya sama tukama tambe. Mama yangu Rachel ako na list ya principles ambayo anachukulia anawapenda sana ingawaje hajawahi kuwapata. Mama mwabarecho na bwate abantu abasigete chi principle yasigete no etaba maeti. Na kwa sababu mimi nazungumza kwa mashule mingi Kenya hii. Na sengenja go kwana chi skuru chi nyinge Kenyeje. Nasema tu jina ya daktari iko kwa top 5. Iga go kwota beli etari ya daktari elire ase bali batano baigoro. Amenishikilia mkono sana. Ekiagero mubwate rero kabako mono. Leo hata akipewa transfer Mombasa. Lero na ewe transfer ku Mombasa. Najua mimi naenda Mombasa next week. Ako manyanga next week ingo endale Mombasa. He is a good father and he is a good friend. Esengenje gale tato muya no musani umuya. Asanteni sana. Mbia mono. Salimia jirani. Kwani oyo mino. Mwambie Yesu yuko. Motenga Yesu no ale. Yesu yupo. Yesu naro. Na kama Yesu yupo. Na ndone Yesu karo. Wacha zungumze nasi. Tigakwa namo na intwe. Nilitaka niulize theme ya mwaka huu katika kanisa hili. Na hata ketakobolie kerengegie kanisa yaso mwaka oyo. Nikakuwa katika harakati hiyo ya kuuliza lakini sikumaliza kuuliza. Akabanko bolia rakitakole tikobolia. Lakini wacha niwaambie theme yangu ya hii mwaka. Tigakwa nere kerenga kia ekyo mwaka oyo. Nitahubiri kwa theme yangu ya hii mwaka. Nara ndia se kerenga kia ekyo mwaka oyo. Kwa sababu mara mingi sana nimeconfirm. Ekiagera matuka mango manyire. A small aspect of this theme egentege ase kerengeke is going to be a reality in somebody's life. Goikakebeke ene asobo gimabwo muntu. So theme yangu ya hii mwaka ni favor. Ekerenga kia ekyo mwaka oyo no ogwancherwa. Na tunasoma katika kitabu ya Luka mstari wa kwanza 26 hadi 38. Togo soma Luke yeme 20 goika emeronge 3. Sasa neno la Mungu linasema, lingana lia Nyasaye ligoteba. Wacha nisome kwa Kiingereza. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." 29 says, Mary was greatly troubled
at these words. He and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High God. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." Verse 34 says, "How will these things be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." This I am reading from KJV, King James Version, but NIV says, "How will this be?" Mary asked, "And since I don't know any man." And the angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive," and NIV says, "and she who had been called barren is in her 6th month. For no word from God will ever fail." And NIV says, "For there is nothing impossible with God." And verse 38 ends and says, "I am the Lord's servant." Mary answered, May your word be fulfilled." Then the angel left her. I want to quote NIV. The Bible says in verse 38, "I am the Lord's servant." Mary answered, "Be it unto me according to your word." Then the angel left her. Sasa, nitaeleza tu. The Bible says in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, an angel was sent to a town in Galilee, specifically to a virgin who had been pledged to be married to a man called Joseph. And the Bible wants you to know, the Bible wants you and I to know, that this Joseph was not a common Joseph. Because Josephs are many. But this specific one was a descendant of David. Every time the Bible takes time to explain about something, there is a good reason. When the Bible decides to give you history, there is a reason why we are going back. So this Joseph, who was supposed to be Mary's husband, was a descendant of David. And because I know you are smart students of the Bible, you know David was one of the best kings of Israel. And when I was preparing with this word, I discovered that it was not enough to say Joseph. We needed to know that he was the Joseph who was a descendant of David. Meaning the backup that Joseph had is that he came from the lineage of kings. Meaning that his forefathers were kings. Meaning that he was if the kingdoms were still in existence, he would have been somebody at the top. And this morning I wanted to ask the children of God, do you know who you are? It is important for you to know who you are. You are not just a Mary. You are not just an Emmanuel. You are not just a Joan. You are not just an Elizabeth. You are a child of God. And when you know who you are, there are things you don't do. When you know who you are, there are things you don't say. When you know who you are, there are thoughts you don't think.
mambia. Because the child of a king is a future king. No moruoti o mambia. The way you have been talking. Can somebody say you are the child of a king? When Ruto increases taxes, even you are in a corner saying, itatua, huyu atatua kabisa. You don't know you are the child of a king. There is a reason why David is introduced here. To give us a preview, to give us a foundation, to legitimize who is this Joseph. I want you to know you are the child of the Most High God. And that must give you confidence. That must give you strength. That must give you legitimacy. That must allow you to think higher thoughts. To do things that you would never have done. And when they ask you, how comes? Just tell them you are a child of God. You are the child of the king. Yesterday, I know we are live, but allow me to just give this example. Yesterday, yes, the daughter of the president was in our town. Was in Bomet. Now people said I didn't go to the meeting. I was supposed to go, but I was held up. People said in the meeting, they didn't eat well. They did not eat well. You know, we Africans, if you want to know people are doing well, when you want to know this family is okay, if you don't eat well, even if they have 10 Range Rovers, there is a problem. Am I saying the truth? Yeah, there is a big problem. Now, it turns out, my media person was telling me that apparently they did not eat well. And people had very many issues. They said it is not possible for the child of the president to be in a meeting. That is what he was telling me when we were coming. And I came to tell you, children of God, it is impossible for you to be in a room and for things to continue the same way. You, the child of the king, it is impossible for you to be in an office and for the things not to change. It is impossible for you, the child of the king, to be in a family and for people not to know that the child of the king was there. There is a big problem. When you are there as a child of the king and people are hungry, whatever hunger it is, it can be spiritual hunger, it can be emotional hunger, it can be intellectual hunger. It is impossible, and it is very bad manners. Very bad manners. Look at your neighbor, tell your neighbor it is bad manners. It is bad manners. It is very bad manners. So this Joseph was not a common Joseph. And I want you to leave this meeting knowing that you are not a common person. When you are leaving this service, if you forget anything else, always remember you are a child of a king. And the Bible says in the book of Psalms, what shall the righteous do when the foundations of the earth are shaken? Wait for the answer. Verse 2 says, the Lord is still seated in his throne. That is the question is, go to that Psalms. Psalms ask, what shall the righteous do
Genda sasa buri ye ko buri ngani ki abanyaboro foundations are shaken. And he answers. The Lord is still seated in his throne. Meaning that the king is still the king. The economy can be bad, but the king is still the king. The landlord can chase you, but the king is still the king. Your husband can die, but the king is still the king. Your husband can leave you, but the king is still the king. Your children can lack school fees, but the king is still seated in his throne. Nothing has shaken him. And the earth has been shaken. So when you leave this meeting today, go home knowing very well, I am the child of the king. There are things that should not be near you when you are the child of the king. Mtoto wa mfalme. Angalia jirani. Mwambia behave like so. Mwambia jirani behave like so. So this Joseph was the Joseph from the lineage of David. The Bible continues and says, Mary was greeted by the angel and says, greetings to you, who is highly favored. The Lord is with you. Mary was greatly troubled at these words. What kind of greetings is this? Umeshaisalimiwa na mtu ukaona ni kama ameongeza kama dharau? Unasikia mtu anakuambia utanisaidia na milioni moja? Sema wewe na nilijua mnanidharau. Sasa unaweza niuliza aje pesa kama hiyo nasema? Mtu anaweza tembea kwako akwambie, "Hey, tajiri." Si mnajua Wakenya vile wanaongea sema tajiri. Na sasa hiyo uko na kibanda yenye iko na maembe ya 200, mananasi ya 100 na avocado ya 100. Hallelujah. Alafu anasema tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Mary alisalimiwa, akasumbuka na hiyo salamu. Mary hata yeye alikuwa anashangaa huyu malaika anaongea na nani? Mary was wondering who is the angel addressing. Niko sure Mary hata alitafuta nyuma angalie ni nani anaongeleshwa. Who is this that is highly favored? Praise the Lord. Amina. Mary was looking, she is troubled. Where is this person that is highly favored? Wakati watu watapatana na wao wakwambie tajiri, waseme bibi ya tajiri. Sasa hiyo pengine kweli bwana yako alipata pesa, lakini mahitaji imekula hiyo, itakula hiyo pesa yote. Na ni wewe tu unajua hiyo pesa haitasimama. Inaingia kama imetoka. Mary akasalimika. Akasumbuka akaambiwa don't be afraid. It is at that time that I realized. That God does not call you your name. He does not call you where you are. He calls you where he sees you should be. Ukisikia mtu anakuita tajiri, wacha kukataa. Unakubali, unamwambia ni kweli. Ni vile tu sina saa hii, lakini iko
sio vile nimepanga itakuwa. Nindo obere tinkobere. The angel of the Lord Omumalaika bw'omanene does not call you your situations today. Talikukorangeri chingenjo chiri He ole calls bondo. you what you should be. Igakukorangeri keliogo He chakoba. calls you your future. Igakukorangeri He mandi calls you by yao. your right name. Igakukorangeri asigo So kicho you can be chingiya. here poor. Nabona abere gao mutaka. And he calls you rich. Nanda akorangeri omunda. You can be here suffering. Nabaura abere And he ochangegete. says you are well. Nanda agotebi You can mbuyole. be here being nothing. Nabora abaole busa. And he calls you something. Nanda akorokege And because I ntogete. am a lawyer, Nanda sengenchare lawyer. I have a proof. Nabwate proof. I have more evidence Nabwate ekenegete. to prove my point. Kwene kya point yaye. The Bible says in the book of Judges chapter 6 verse 12, Ebirie oteba se kitabu kya when the angel of the Lord visited Gideon, ekero omumaleka bw'omanene atarete Gideon. Gideon was so afraid of the Midianites. Gideon nigo bareta abamidi He was hiding igi ebisete wheat igara korosi engano. in a wine press, in a place to press Asara grapes. koroseri engano. Alikuwa anaificha Igi ebisete. ndio wazikuje kuibiwa, Digeremba tacha kubiberwa. kumaanisha alikuwa amewaogopa. Ekiagara igabo The boete. Bible says in the book of Judges chapter 6 verse 12, Ebirie oteba se kitabu kya baroti when the sene. angel appeared to Gideon, Ekero omumalaika yorokerete Gideon. he said, you Akamotebya. mighty man of valor. Ayo omonto bw'ekinguro Mighty Nyasaye. men of valor don't hide wheat. Omonto munyanguro Nyasaye tali They are ready korosi for war. engano. They are ready Igakwenda for war. sesegi igari anga sesegi. Mighty men of valor Omonto omonene bw'esegi. are exposing their wheat. Igo akwanekere engano yabo. Because if you attack a mighty man of valor, Osegi nchonye goko mutako murwandia. he will show you things. Na koroki ebinto. But this one was hiding wheat. Korende Gideon igabisete But engano the yayo. angel of the Lord called him mighty man of valor. Korende omumalaika Nyasaye akamuroko Meaning omonto the angel of the Lord omonene. does not talk to you as you are. Koroki nga omumalaika Nyasaye tali gokwanira chingencho He chiro talks to you kwana. as you should be. Igago okwanira buno bwene takoba. He talks to you where we are going, Igago okwanira ali ase tokogenda. not where we are. Tali ali ase tore. The angel of the Lord can come and tell you in the morning, Omumalaika Nyasaye gara okwanira neke mambi. you will go to great heights. No enda ase biwango bya igoro. You will be promoted. No suki wememeremo. Na wewe unajua certificate yako. Naye koma etenge certificate Hakuna yao. promotion kwa hiyo certificate. Leo kanyora promotion ya Mungu certificate. anakuambia utafungua biashara kubwa. Nyasaye gotebi no igore biashara ebinene. Utafungua supermarket. No igore supermarket. Na wewe duka yako. Naye duka yao. Mtu akinunua vitu yote. No monto gako gore binto byansi. Haiwezi shinda koma moja. Umejua pesa iko na koma moja? Teiko okay, bese chinjiri gwetani akomeyemo. Iko pesa types mingi. Chibese chiro chitaipu chinyige. Kuna pesa iko na koma mbili. Chibese chiro chibwata chikoma ibere. Simu unajua 003 koma. Koma. Chiziro isato ekoma, chiziro isato ekoma. Sa ile Mungu anakuongelesha. Chinsa chirinya sago okwanera. Wakati ingine hata hujafikisha koma. No ene chie ekoma tora ikeri. Iko pesa iwekwe koma. Chibese chiro chitaiko bekwa koma. Si umejua hiyo pesa? Toma iti chibese. Iko pesa iwekwe koma. Chibese chiro chitaiko bekwa koma. Na ile wakati anakuambia ile ndoto anakuambia. Na ande karago te yendo teri. Iko na koma tatu. Ebwata chikoma isato. The Lord does not speak from here. Nyasaye tari kwana korwa. He speaks from where you are going. Igago kwana ali asogo tia. Because he is the Alpha and Omega. Esenge tere no mo He chakano has no seen mo the elio. end Igaro tu mo elio. from the beginning. Mo chakano. So he is addressing you. Nigago kwanera. He knows where he's taking Na you. manyata sago koira. Praise the Lord. Amina. Praise the name of the living Amina. God. I want us to be encouraged. Ntakete twebe komo. I want Christians to stop being afraid. Ntakete abakristo mba twaro bwoba. Mtu akikuchokoza anakuambia unakaa milionea. Ekero mutago ochegia ote yongo millionaire. Na unajua vizuri. Na ande no manyete buya. Anakukejeli. Igago gosekerera. Go and do what Joseph did. Genda korege Yusufu akolete.
He told his brothers, agateiba muraba mwabo what you intended for bad, ekimwatu kagerete gagocha kwabekebe the Lord has turned it for good. nyasa okionchoire kiabeire kiya People can intend to mock you. abantu no bagotaka kugosekereria Asema naona ni kama utajenga nyumba. abantu batayokareka nankwa gachole nyumba Na anaona vizuri hata hujaleta mawe hata moja. na baro chitoraleta matabo na elimo Na unajua vizuri anakuchekea. na ndio manyete ngo gasekerare I want you to go in the spiritual realm genda aseke moika and tell God, confirm those words. motebi nyasa ikirania mangana Reality. tigerekene What the enemy intended for bad, ekyo mobisa may the Lord make it for good. tiganya sage onchole Stop kebekiya fighting with people tigakurwana who n'abantu are prophesying about your future. aba bakobana igoro ya mambi yao If somebody looks at me onyo omuntu akondigereria and says, John, you look rich, na ndo atebe John okareka ne tajiri I don't argue. tindi kwenda kukana Ni kama uko na pesa wakili, na okareka no bwate chibesa wakili mimi nimwambia sina. njama taiti bwati Hata wewe ukiniona nitamwambia sina. aya buno ndoche ni mataiti bwati Wewe tu ukiniona kweli. aya buno ndoche kani mataiti bwati Unaona kama nitamwambia sina? ni matainga timbwati Sitakataa. tinkwanga Na nataka utoke hapa kwa nyumba ya Mungu. na ndetaka toru ase nyumba ya Nyasaye Because there are times God can want to test you with words. ese ngecho Nyasaye na bago otema na mangana God can want to tell you, uko na ng'ombe moja. na Nyasaye otaino bwata ng'ombe yemo Jirani anakuambia ni kama hapa inatosha nafasi ya ng'ombe 20. no monta otainga asa ise ine chio unaharibu na anda ya kuwasalia unasema hiyo ni tutanunua na nini? Wateba ichi baba ngitora gore na karaka. Unaambia Mungu, I hear you speaking using my neighbor. Wateba nga confirm those words. Ikerania mangana ayo. Confirm those words. Ikerania mangana ayo. Confirm those words. Mangana ayo. Mtu akisema unakaa uko na pesa, omuntu akarago teba koreka no bwate chibese, unamwambia ni ukweli. Wateba nekene. Na unajua kwa sababu Afrika sisi ni watu hatari. Ese ngenjo ntu aba Afrika na abantu boko. Unajua kwa hii mkutano iko mzungu. Umaito mkutano so mzungu na maneno ya wazungu, unajua wazungu ni tofauti. Wacha niseme maneno ya Afrika. Igoti ngota ya mangana ya basonge senjo mzungu. Mwafrika ya Afrika. Mwafrika akisikia uko na pesa, Mwafrika kako yunga no bwate chibese, anaanza kupata ideas vile atatoa kwako aeke kwake. Igago chaka kolengere binago chirusia sora abe kasare. Anaanza kukumbuka shida yako nayo. Oanza kunyole mechanda bwate. Hiyo pesa yako inaweza msaidia. Chibese ichi ochira nyare kokonya. Na kwa sababu hauna na umekubali uko nayo. Ese ngenjo kwanchirenga no bwate na ndia kaena to bwati. Unamwambia ujifunze answer mapema. Waligiri chi mapema. Unasema iko fixed pale. Iko lakini iko fixed pale. Chibese chi chibwatira segete. Wacha nitaona vile tutafanya. Ni ndore buna togokora. Bwana Yesu asifiwe. Amina. It is fixed in the spirit. Echibwatire ke moika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Praise the Lord. Amina. When Mary was called highly favored, ekaro Maria mwaro getuo yonyoriro gwancheru mono. She was a common girl from Galilee. Igarengo moiseko kawaida korugaliri. When I preached this word somewhere else, I said, I imagine that Mary was a thin girl like me. Naona Mary alikuwa tu amekonda kama mimi. Watu wakaanza kusema abantu bakasaka napenda kujiweka juu. Obwanjete kuweka igoro. Na si hata wewe ufikirie ni kama wewe. Na kuweka naye. Anaweza kaa kama wewe pia. Na boko lenga kuweka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema and Mary was told, don't be afraid. Na ande Biblia gotebanga Maria mwagatebe kutibuoboa. Because sometimes what God will tell you will make you afraid. Sometimes what God is telling you will make you afraid. Sometimes what God is saying is going to scare you. If the Lord begins to reveal to you His plan for you, many of us will not be able to handle it. Because what the Lord has prepared for those that love Him, no eye has seen, no ear has heard, nor has it come to the mind of a man. Nataka leo mjue Mungu akikuongelesha utastuka. Na kwa hivyo nacha nikwambie mapema, don't be afraid. Mungu akuambiange atakuundia change ya 100.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu asemangi watoto wako wataenda tu hapo kwa kijiji. He does not speak using your situation. He speaks because he is God. He speaks because he is God. And everything on earth is his. And if he tells you you will be a governor one day, it does not matter where you are. Accept it and tell him, nimekubali. Praise the Lord. Amina. So Mary is told, don't be afraid. Akaambiwa usiogope. And Mary now, kama tu wewe na mimi, Mary asked, how will these things be? And I know you've asked that question. Because I've asked that question. How will these things be? Itakuaje? Watoto watasoma aje? Utaishi kwa nyumba mzuri aje? Maisha itabadilika aje? Mary asked, how will these things be? Na Mary alikuwa na sababu. Kama wewe na mimi. Mary akauliza, how will these things be knowing that I don't know any man? Praise the Lord. Amina. And some of you are asking, how will these things be? And I don't know any man. I don't have connections. I don't know the MP. I don't know the president. I don't know even the chief. You may not know. How will these things be? Ah, praise the Lord. Vitu itakuaje? Hii biashara itakuaje? Knowing that I don't know anybody. Mungu atakwambia utajenga nyumba. Na utaishi. Na sasa hiyo uko kwa rental ya 1,000. Na hiyo bado imekushinda kulipa. And then he tells you, I will build you a mansion. And you are asking him, how? And I know, tumewahi fika pahali pa how. This week, I was in a place of how. How will these things be? Since I don't know any man. I happen to work for the Parliament of Kenya. I think I told you the last time I was here. I wish I brought, I don't know if it's on my bag. If it's there, I will show you it later. In 2022, I wrote things that I was asking God for. Number one, I said I want to sell my books because I'm a writer. Kama vile daktari ni mwandishi. Nikaambia Mungu nataka kuuza vitabu. Kitu ya pili, nikaandika I want to build my mother a house. Kitu ya tatu nikaandika go to parliament. And let me tell you, I did not know anybody. And even those ones that I thought I knew were not going to help me. So I wrote it. And I threw away the paper. 2 years later, I found it when I was working in parliament. Do you know how it happened? One phone call. They called me. An MP from my area. Akanionyesha karatasi. Akaniuliza, unataka hii kazi? Hiyo pesa iko na koma. Nikaangalia hivi. Nikajicompose tu.
akebekera niamo ndio nisilia. tarira Kwa sababu there are things God can do for you eseng'enche binto mbire Nyasaye akorere that you will know it is God. okomanya ng'oyo Nyasaye. I've always said there are 3 types of things. agoteba ebinto mbire bitatu. There are things only God can do. ebinto mbire biri Nyasaye bieka agokora. There are things only the devil can do. ebinto mbire birecha bieka agokora. And there are things only a human being could have done. nande ebinto biekende mbire mwanya bantu bieka agokora. For me to work where I work, aere gokora emirimo ase agokora only God can do it. Nyasaye biekora akore. And I am here to tell you on favor. igondete gogokwanera igoro y'ogwanchirwa. Don't wait for connections. takoganya kobwa konyoro kobwatana. Connect with God. bwatana na Nyasaye. Let me tell you, He will talk to them on your behalf. nagokwanera eribaga riao. Na kwa sababu iko watu hapa wajui watu, naseng'encha abantu mbarega batamanyeti bantu na ujui utaanzia wapi, nande otamanyeti asoko chakera. anza kwa magoti, ansera asamarwa kwa sababu Mungu anajua kila mtu. eseng'encha Nyasaye namaetegeomo Atawaongelesha nabakwane kwa niaba yako, eseng'encho yao atatuma neno natomering'ana kwa niaba yako, eseng'encho yao atawaambia nabatebe unakuja. noite Please koranche connect with God. bwatana mana There are Nyasaye. things only God can do. ebinto mbiro Nyasaye biekara akora. There are levels only God can take you. asenare Nyasaye akoirere There is bieka a life only God can give you. obogima mbaro Nyasaye akoere bieka. There are cars only God can give you. chigari njiro Nyasaye akoere bieka. There is a house that only God can enyomba give you. nero Nyasaye akoere bieka. There are children that only God can give you. abana mbaro Nyasaye akoere bieka. To walk around and say my children are disciplined. gotara goteba abana bane babwatete biengiya Na wanapenda Mungu. nande banchete Nyasaye. Only God can give you. Nyasaye biekora akoe. Because there are many things to lose children. ebinto mbiro birasiri abana And I hate to be the one to tell you. nande yakogecha kogobatebi ebinto ebyo. Yours are not special. bao mbali bang'encho mono. Only God can do it. Nyasaye biekora akore. Only God can do it. Nyasaye biekora akore. I always say there are things that only the devil can do. nande ebinto mbiro birecha biekara And akore. you must be alert in the spirit goikobe maisoke moika. to know that this is the devil's work. omanyango yene emirimo ya birecha. If you see your children disappear, osekorera abana bao bagosira. the first one went, oyo omutang'ani the second one went, oyo okabere akagenda. walienda Nairobi wakapotea, bakaenda Nairobi and bagati. you're still seated. nande I oikaransete. came to wake you in the spirit. enacha gokoboki The kemoika. devil is involved. ebibyo birecha Don't sleep anymore. takorara nainde. Wake up. boka When you see your children finish school, ekero okorera abana bao bakore skuru. very good children, abana abaya wamepata second class hapa banyorete second class hapa na wajapata kazi, nande mbaranyora mirimo. watoto 3 wako nyumbani, abana batatu barenka na usichukulie kama kitu ya kawaida. toire bune gento gia kawaida. Begin to discern in the spirit. anza komenya kemoika. Something else is involved. egento kende nkaro You kekiebikiro. must be discerning as a Christian goikobo omonto okomanya. so that you can know levels nalio okomanya chibe biwango. and so that you can know how to operate. nalio oramanya buna okore emirimo. Some of the people you think are your enemies, abantu baliokagerete ng'ana ababisa bao. those are not your enemies. abutaibara bo ababisa bao. The devil knows birecha namanyete. that you are not alert in the spirit. ng'atori maisoke moika. I began to study my family. ngagachaka gosoma efamilia I yao. saw my family. Nobody goes to the university. akarigereria se familia yabo ndete yochire Can university. you imagine from the time Jesus left the earth, koru erenga likoruchinga kijesa arweta asense. went to heaven, akagenda iguru. and I'm hearing he's about to come back? nande naigwete nkuichare. Nobody has ever gotten a degree in my family. ondete yo nyakonyore degree so. When I discerned it in the spirit, ekera akemanyete I kemoika. said, no way. agateba te konyare This kana. one I must fight it in the spirit. agateba goika kerwani kemoika. Usiseme tu wacha wasome wajikaze. agateba otogoteba lioka ngateba some begase. Go and break the shackles gendo obune in the spirit. ase kemoika. Praise the Lord. amina. And there are things only human beings could have done. nande ebinto mbiro mwanya bantu Kuna biekagokora. vitu tu za binadamu. ebinto mbiro bya mwanya bantu. Napendanga kujua kama umefunga nyumba yako vile ulikuja kanisa. akanye gwasie ke nyumba yao na wache kanisa. Ulifunga nyumba, ngwasie ke nyumba ukakuja kanisa. wache kanisa. Ukirudi nyumbani, woko endanka
Upate kuna mtu amefungua mlango. Onyoro muntu naro igoro murango. Akapika chai. Orosie chai. Akapaka mkate yenye ulibakisha Blue Band. Ako mkate gwati gali Blue Band. Na akakula yote. Na ndoli bwonsi. Huyo ni mtu. Shetani hayuko hapo, ni mtu. Shetani teyoga hapo ino muntu. Huyo unaweza deal na utafute tu ni nani around. Liyanga ngoyo. Involve chief, involve anybody. Liye chief. Hiyo ni mambo ya binadamu. Haina mangana mwanya ba. Hiyo ni mambo ya binadamu. Haina mangana mwanya ba. Yes. There are things only God can do. And let me tell you, Mary was told you are going to have a son who is going to live forever. There is a gift God can give you that you will know that only God could have given you. There are jobs you will never deserve. There is a space you will never enter. Vile tu tuko hivi. Vile tuko hivi. Mimi na hii size yangu. Kuna pahali siwezi fika. Na wakati mwingine nikiingia hizo rooms, I begin to thank God in the spirit. Because only God can pick a small girl from a remote village and cause her to share a table with the governor. Only God could have done it. And I pray today that as we talk about favor, may God give you something that only Him could have given you. Wacha Mungu akupe kitu enye hata ungeishi miaka 1000 haungewaipata. Wacha Mungu akupatie kibali ambao watu wote kwenu hawajawahi kupata. May God give you something that only Him could have given you, so that when you sit, when you're seated at night, when you look at that life, there is a life God can give you that only God could have given you. Hard work is not enough. Smartness is not enough. Papers are not enough. There is a life God can give you. And I am telling you, I have felt it in my spirit that favor is in the air this year. I pray that favor will locate you in that office where you are just a cleaner, but your children go to the same school as the boss. You don't understand. When my mother was a cleaner, my mother used to wash sheets in a lodging. Unaona wale wanawake ambao wanafua. That was my mother. And there is a day my mother could not go. Na mimi nilienda kufua. The building was very big. The building was very big. The owner of the building is a very rich man. And then we, the children of the cleaners, went to the same school with the children of the building. Only God could have done it. Hauwezi patana na watoto wa wafalme. Mama yako ndio anapanguza chini. Na uko kwa darasa moja na mwenye hiyo chini inapanguzwa. I want you to be angry in the spirit and tell God to give you something only He could have given you. May God give you something only God could have given you, that you will cry in the middle of the night and tell God, I know it is you. Nobody can tell me otherwise. Nobody can tell me otherwise.
kengao. May God give you something Tiganya sa ko egento. that only Him could have given you. Keriere bie kara nyare gokoa. People have already predicted your life. Abantu banire gori obugima bwo. They can tell you how far you will go. Mbamenye tembo are kiorachie. When they look at you, Ekero bago korigereria. ukienda sana, Ose kogenda mono. wezi enda mbali. To kogenda are mono. I am telling you this morning, Igongo goteye mambi ya mono. I am here as an example. No are ga igamne example. I sat in an aeroplane Aga ikaransa sendege. and I was going to London, Igara kwenda London. and the whole of it was paid for. Na ande chuchu version speech akanire. And I just looked around and I started to cry. Na ande akarigereria akataka kulira. And I said, only God could have done it. Agateba Nyasaye bie koro gokore. Iko vitu Mungu peke yake anafanya. Ebinto mbiro Nyasaye bie ka gokora. I'm telling you, there is a life Ningo goteyo bugimamboro. that God can give you. Nyasara koe. Please tell God to give you that life. Te nyasako bugimobwo. May God give you that life. Tiga nyasako bugimobwo. Ukiangalia tu hivi unajua ni Mungu. Ekero kurigereria gwateba Nyasaye. History will not defend us. Megano tego to Some of us come from nothing. Abande baite to kurwa sebosa. You can never go back home. To kogenda nka. Umekuja town hii kushikilia tu. Igo gwachire town ye kubwaterera. Na unajua vizuri usipotoboa hapa. Na ande no maite ngotabo utanyare tiga. Uwezi rudi nyumbani. To kogenda nka. Kwa vile mambo vile iko. Ese ngenje mangane ngenjare. I am here to tell you. Igo ndega gogotebia. Do not fret. Takuoba. Don't be afraid. Takuoba. God can give you this town. Nyasaye na ako ko himself. Erebieka. God can give you a plot in this town. Nyasaye na ako ko Him alone can give you a plot. Ne erebieka ora ko plot ese town. This Kisii where they said land is very expensive. Agusinya se ba goteba ngebugo bole mo very expensive. They say if you are not rich, E ba goteba nganya toli motenenku. you cannot buy. To kogora. I'm here to tell you. Igonde ga gogotebi. God can give you what Nyasaye people na say you bago ko cannot give. ebinto biri abantu bago tebo tatwa. God can give you. Nyasaye na bago ko. God can give you. Nyasaye na bago ko. What people said you will never get. Ebinto biri abantu bago tebo tanyore. When God says, I'll give your son, Nyasaye kara go tebo ngana will be great. Oyo ora bo monene. This was not a common son. Oyo tarenge mwana kawaida. I am here to tell you, Igonde ga the gogotebi. gift that God can give you Eke ewe kinyasara ko. is not a common gift. Taye ka ugia kawaida. It is a kind of gift Neke ewe kelie. that will shake even your neighbors. Kera nyeri na na bachiranga. Some of them Abande babo. will say, Mbatebe. ameenda Illuminati. Ochire Illuminati. Kweli ama urongo? Eke ene gosobolimo. Na mimi niliambia Mungu, Na nche ngata Nyasaye. nataka baraka yenye inasumbua watu mpaka wanafikiria nilienda Illuminati. Igonta itogo seni koliko gochanda abantu baka bakagena achire Illuminati. Because the Bible says in the book of James chapter 1 verse 8, Ekiagere gete bukwa goteba se getabu ya James ya maisa na isato. every good gift Kere ke wekiya. comes from the Lord. Iyoge kurwa somo nene. May the Lord give you something Tiganya sako egento. that only Him could have given you. Keriere biekara nyare gokwa. Wakati Jacob alipatana na malaika, Eke Yusufu anyoranete na malaika. akapigana na malaika hadi asubuhi. Akaruana na malaika mpaka mambi. Akaambia malaika, unibariki. Agateye malaika onsesenie. Jacob was not a poor man. Yakobo tarenge muntu mutaka. He was not poor when he met the Tarenge angel. mutaka kara nyoranete no malaika. But he realized that there are blessings Ese ngenza manyetenga masene nare. beyond cows. Gwetani ya chombe. There are blessings Amasene naro. beyond your job. Gwetani emeremo yao. There are blessings Amasene naro. beyond your certificates. Gwetani certificate There are yao. blessings Amasene naro. beyond your business. Gwetani biashara You byao. can be selling Na bora endera konya. in a business Ase biashara byao. that is worth 10,000, Visa ineli vukumi. but is paying school fees of 80,000 of 3 children. Na ande waka ne 80,000 esa bana batatu. Because when you attain some level of blessing, Eke se ngenza karoko nyoro gosini agete. it stops being about what you have. Ige gwetani kelio bwate. You go beyond your capabilities. Igo gwetani okubwa kwao. You go beyond your abilities. Igo gwetani chinguru chiao. And that is the definition of favor. Inero
Maana yo gwancherwa. Beyond your degree. Wetanie degree yao. Beyond your business. Wetanie biashara yao. Beyond your family name. Wetanie lieta ye familia. Beyond your everything. Wetanie kerege ntokiao. Beyond your wisdom. Wetanie no ene chisemi chao. My sisters and my brothers, my mothers and my fathers. I am here to tell you, get favor. Nyoro gwancherwa. 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 Get favor before God and before men. Nyoro gwancherwa so manene kwetani munya bantu. Get favor. Nyoro gwancherwa. There are things you are struggling with. Ebintu mbiro chandeke tamana biro byo. That favor can answer in one night. Ogwancheru kora irane lia seri There are things you've been pushing for a very long time. Ebintu mbiro kwa bero go suma segele matuka mata. Tell God to give you favor. Tebi nyasa ko ogwancherwa. I have been praying about favor. Na beri ngo sabai go yo ogwancherwa. Because I realized I know how to work hard. Ese ngenza manyete ngana ma etoko koromokia. I Jerotich Joan. Jerotich Joan. The daughter of Rachel. Omwana Rachel. I know how to work hard. Na manyete ko koromokia. But there are levels you cannot reach with hard work. Ase na rota ikese ngejo. So I put my hard work aside. Iga kabeko koromoki kwa yakando. And I told God, God, nanda agate nyasai. Please give me favor. Kora ntengo ogwancherwa. May people like me. May people favor me. May people allow me to speak. May people allow me to say something. Praise the Lord. Amen. And now, let me teach you something. This calls for wisdom. Favor calls for wisdom. Favor requires wisdom. And James chapter 1 verse 5. It says that whoever lacks wisdom, anybody who does not have wisdom, let him ask from God, who gives to all without partiality. Now, favor requires wisdom. Because the thing about God, He's going to use a human being. Because He's not coming Himself. So therefore, as children of God, we need to be wise. We need wisdom. So that we don't speak negatively against our helpers. So that we don't curse our help. So that we don't destroy our help. Some of us, there is somebody that God sent to your business. And had you talked nicely, He would have solved your problem. There are people God sent to you. Some of you work in offices where you speak negatively about everybody. And that boss that you hate, if you were wise, you were wise, God can use him to solve all your problems. There are people that God can tell them to come and help you, and then you are there. Mimi sitaki watu. Nani anaringa sana. Na huyo ndio alitumwa akupe milioni yako 2. Mtu au watu wako na pesa yote. Hiyo pesa ni ya baba yetu. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona hiyo Prado yote inapita kwa barabara? Ni ya baba yetu. Sasa Mungu ametuma wenye walipata. And the Bible says in the book of Isaiah 45 that He will break the gates and give you gifts from a hidden place. He will give you treasures from a hidden place. We need wisdom. Some of us need to be kinder. Some of us need to know how to talk. Personally, let me tell you my testimony. Me, I am not patient. Patience and me, we rarely meet in anywhere. Also, I'm challenging.
Nande era no Mukalenjin. We run. Ngominyoka bali. So I'm not very patient. Igotali monto okokanya. Because I can run. Ese ngencho na bako nyara kominyoka. So this thing why we wait. Alinga ganya. We talk to people. Tigato kwanera abantu. We ask them again. Towaboli nainde. I don't have that grace. Tabwati kubwanje ruko. And I realized this year when I was researching about favor. Na anda akamanya ikia karalo go research goro ya ogwanje. I had lost opportunities. Okonyosiri ebinta algo chakonyora because of lack of wisdom to be patient. Esengenza tabwato bongeni bwoko obwoko ganya. And I know some of you can sit there and you know. Na anda bange baina na umore karanse ga. There is something you lost. Because you were careless with words. You were careless with time. You were careless with the fruits of the Holy Spirit. You could have been kind. You could have said it better. And then you lost it. Praise the Lord. Amen. For us to get favor, we need wisdom. Because God is sending a helper. You better recognize. Mungu akituma mtu akukusaidia, usikose kumjua kwa sababu ya kiburi. Iko mtu anasema sasa nani anatuambia nini? Sisi huyu ni nani wa hapa chini? Huyo mtu wa hapo chini ndio MP anamuuliza tutaandikia nani basari? Iko jirani yangu, jirani tu wa kawaida. Huyo jirani ndio anaambia MP nani ataandikiwa basari. Lakini kama wewe utajua kwa spirit, some of you are in places where you can be great. But you are careless. And this morning we are living with favor. But this favor must be backed up by wisdom. Children of God, let's be wise. Mungu akakupatia rafiki, ukamufitina mpaka akakuacha. Saizi yeye ndio mkubwa wa polisi pale. Simu moja ingetosha kuandikia watoto kazi. Praise the Lord. Amen. 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 Wisdom. Wisdom. And I want us to rise on our feet. Just stand as we pray for God and ask for favor. May God give you wisdom so that you don't lose it. Because I'm telling you, I discern it in the spirit that favor is being poured in 2025. Get wisdom. Get wisdom. Ongea vizuri. Hata mtu asipokupenda ongea vizuri. Penda kila mtu. Jua vile ya kuzungumza na watu. Ukirudi leo kwa biashara yako, hata kama uko na stress, ongelesha customer vizuri. Aujui huyu ni mgani? Siku moja utatumiwa bibi ya governor. Kwa sababu hujui governors wote Kenya. Hata hujui bibi za wote Kenya. Utaongea vizuri. Akwambia hizi maembe. Unisupplier maembe. Miaka 2 kwa ofisi ya governor. Wisdom is key. Wisdom is key. Wisdom is key. And because we can ask for wisdom, let us ask God to give us wisdom. Because we need favor. I don't want you to struggle anymore. Wacha kubeba hiyo mzigo. Wacha kufikiria zaidi. May favor accompany you. Mungu akupe favor. Nikujue, nikufahamu,
wisdom over us. Give us wisdom. Pray, come on, just pray. Pray, trust God. Pray. Pray that God will give us wisdom. Oh, yes, Lord. Give us wisdom. Give us wisdom. Give us wisdom. Because we need favor. I want to invite the bishop to come and make a prayer over us. Bishop Karibu Sana. Come and pray over the children of God. Come and pray over us. We don't want to struggle anymore. We don't want to struggle anymore. Not when God can give us favor. Father, give us favor. Jehovah, give us favor. Give us favor in the offices. Give us favor in our jobs. Give us favor before you. Give us favor. Kibali, kibali. Nahitaji kibali kutoka kwako Bwana, tukakubalike. Tukakubalike, tukakubalike kwa jina la Yesu Kristo. Hekima inayotoka kwako iandamane pamoja na kibali na uvumilivu pia kwa uwezo wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa katika hiyo hali, Bwana ametuzungumzia kwa sauti yake kupitia mtumishi wake. Kuna mambo utafanya kwa nguvu zako na usifaulu. Unahitaji kibali cha Bwana. Unahitaji Bwana kaachilie hekima ienende pamoja na kibali, pamoja na uvumilivu unapoendelea kumtumikia Bwana na hata katika mahali unafanya kazi. Tukiwa katika hiyo hali, inawezekana wengine tunapitia mapito mazito, wengine tumekataliwa katika mahali tunafanya ofisi, mahali tunafanya biashara. Mambo yamekuwa magumu kwetu, yamekuwa mazito, hatuyawezi tena. Tunapoangalia tunaona giza mbele, hatuoni ushindi, hatuoni tumaini. Mpaka unasema nitafanya namna gani? Kibali cha Bwana katika mjana wa leo kitakubeba, kikuweke mahali ambapo haukustahili kuwa. Kitakubeba, kikupatanishe, kiweze kukuunganisha pamoja na watu ambao watakusaidia katika jina la Yesu wa Nazareti. Usijiangalilie mwenyewe uweze kujidunisha. Kuna Mungu mbinguni mwenye uwezo. Kuna Mungu ambaye ni mtetezi wako, atakupigania. Ameweza kuwatendea wengi, vile tumesikiza kutoka ndani ya Biblia kupitia mtumishi wa Mungu, vile Mungu aliweza kusababisha wale ambao hawakuwa wanaweza wakaweza kupitia kwa uwezo wa jina la Bwana. Tuna mikono yetu juu. Kama unahitaji maombi, kibali cha Bwana katika maisha yako, kibali cha Bwana katika familia yako, kibali cha Bwana katika mambo ya Mungu. Kuna watu hata katika kanisa wangeenda mbali, wangeweza kutumika katika viwango vikubwa, lakini Bwana wameweza kufinyiliwa, wameweza kufungiwa, hawawezi kuenda mbali. Katika mjana wa leo tunaomba kwa jina la Yesu, Bwana, vipawa vilivyo ndani ya watu vikaweze kuinuka, vikakubalike katikati ya watu walio katika kanisa hili na hata nje, wakakubalike katika hapa na hata nje kwa ajili ya kazi yako. Bwana, jina la Baba litukuzwe na liwe milele yote. Baba, nakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu na unapaki kuitwa Mungu. Kuwepo na nuru, kuwepo na giza, kuwepo na uzima, kuwepo na mauti, wewe bado umeketi katika kiti cha enzi. Wewe ni Baba yetu. Nyakati zote za ugumu, nyakati zote tunapofurahia, wewe ni Baba yetu. Wewe ni Mungu na tunaitanishwa pamoja na wewe
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neno lako limekuja vile ulitaka liweze kutoka kwa kinywa cha mtumishi wako ambaye umemtumia katika viwango vikubwa katika madhabahu haya. Mungu, naomba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, neema yako ipitayo kuelewa kwa mwanadamu ikaweze kuachiliwa katika yule mama, katika yule mzee, akakubalike kwa jina la Yesu. Maroho ya kukataliwa yakamuondokee, akakubaliwe pamoja na wewe, akakubaliwe machoni pa watu wengi, akakubaliwe internationally katika jina la Yesu wa Nazareti. Inua watu kutoka mkutano huu walio chini ya paa hili, Bwana, wao ambao umesikiza neno kwa jina la Yesu. Neno hili likaweze kuwa letu, neno hili likatubebe, Bwana. Neno hili lifungue milango na madirisha ya mbinguni. Neno hili likaweze kufanya watu wengine kuinuliwa katika mahali wanafanya kazi. Biashara ikapanuke kwa jina la Yesu. Nyasaye wa mabera mange, ninaomba kwamba katika mchana huu Bwana, neno hili lisitoke bure. Neno hili likutane pamoja na mtu. Neno hili likaweze kugusa mama aliye hapa ambaye ameweza kuvunjika moyo, akaweze kuinuliwa mara nyingine, aanze safari akiwa na kibali chako. Na ni katika jina la Yesu nimetamka kibali kwa watumishi wako walio ndani ya nyumba hili. Bwana, naomba ukatusaidie, naomba utupiganie Bwana, ukatupe neema, ukatupe kibali tunaposimama mbele ya watu wako. Utukufu wako na nguvu zako sikapate kuonekana, tukakubariki kwa jina la Yesu, na jina la Bwana liweze kuinuliwa na lipewe sifa milele yote. Asante kwa sababu Bwana, wewe si mwanadamu useme uongo, unaposema unatenda. Naomba ufuatilie neno hili, naomba ufuatilie neno hili. Kibali chako Bwana kikaweze kuenenda pamoja na mtu hapa, watu wakaweze kushuhudia, waseme kwamba kweli haya sio mambo ya mwanadamu, huyu ni Mungu amesababisha haya kutendeka. Jina la Baba litukuzwe, jina la Baba liinuliwe, jina la Baba lipewe sifa, jina la Baba liabudiwe milele. Tunapoishi kushuhudia matendo makubwa, tunapoishi kushuhudia vile unauinua watu walio chini, tunapoishi kutazama na kuona matendo makubwa yale ya kuwatoa watu mahali ambapo walikuwa wamedharauliwa, Jehova Mungu, na umewasimamisha wanaketi pamoja na wafalme kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Waja aliye mgonjwa ndani ya mkutano apate uponyaji wake. Waja yule ambaye amelia mpaka amechoka apate uponyaji. Neema ya Bwana ikatoshe kila mmoja mahali hapa. Tumeajilia ukuu wako Bwana. Nyasaye kora maana manene garalie talia ole wako litogiwe. Tunasema ni asante kwa sababu tayari umetenda, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amepata neno hili, ukambariki, umfunike na damu yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Bariki mtumishi wako huyu John. Asante kwa sababu umemuinua viwango hivi, na tunaomba kwamba ndani ya mkutano huu kuna watu Bwana unaweza kuwatumia kama John. Kuna watu unaweza kuwatumia hapa, kuna watu unaweza kutumia katika kiwango hiki. Na naomba kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana, waunde, watengeneze, wakaweze kusikia sauti yako, wakakutumikie Jehova Mungu, maana umeweza kuajilia kitu ndani ya maisha yao, wakakubariki, wakakutumikie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, maana ni mwema. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. 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 Amen.
Asanteni sana mtumishi wa Mungu. Mungu ni mwema. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu amepata kutuzungumzia katika mjana wa leo. Bwana akubariki sana mtumishi. Nimebarikiwa kabisa, na naomba kwamba Bwana akubariki na wewe pia. Nataka tuweze kuingia katika meza ya Bwana. Tutoe meza ya Bwana. Hivyo wale ambao tunasaidiana pamoja na watafadhali kujeni mbele ili tuweze kubarikiwa pamoja. Praise and worship, mnaweza kuweka wimbo tunapoenda kuingia katika meza ya Bwana. Tunafanya kwa muda mfupi mno, na usitoke tafadhali. Nataka uweze kuwa mtulivu, uwe mpole, na Bwana anaenda kutubariki. Nitatumika muda mfupi mno ili tuweze kubarikiwa. Bati hiyo Bible. Nataka tuweze kusoma neno la Bwana kutoka kile kitabu cha Mathayo, Matthew chapter number 26,
verse 17 kwenda chini, nasema hivi: Now on the first day of the unfeigned blood, the disciples came to Jesus, saying, Where will you have us prepare for you to eat the Passover? He said, Go into the city to a certain man and say to him, The teacher says, My time is at hand, and I will keep the Passover at your house with my disciples. And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When it was evening, he reclined at the table with the 12. And as they were eating, he said, Truly I say to you, one of you will betray me. And they were very sorrowful and began to say to him one after another, Is it I, Lord? He answered, He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but who to that man by whom the Son of Man is betrayed? It could have been better for that man if he had not been born. Judas, who could betray him, answered, Is it I, Rabbi? He said to him, You have said so. Verse 26. Now, as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it, and gave it to the disciples, and said, Take it, this is my body. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for men for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink again of this fruit of the vine until the third day, when I drink it new with you in my Father's kingdom. Na Bwana abariki andiko. So Biblia inasema kwamba Bwana Yesu aliweza kuchukua mkate, akaufunja, akawaambia kwamba huu ni mwili wangu ambaye umepondwa kwa ajili yenu. Tunaposhiriki katika meza ya Bwana, huu ni mwili wa Kristo, ni mwili wa Kristo ambaye tunaposhiriki tunakumbuka yale mateso aliyoyapata katika msalaba wa Calvary kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee. Neema kubwa kuwa washirika katika mwili wako na katika damu yako. Uliambia wanafunzi wako kwamba fanyeni hivi kwa ajili ya kunikumbuka. Na tunapokukumbuka katika ibada hii, mateso uliyoyapata kwa ajili yetu, vile uliweza kupiwa na kudhulumiwa, ukatemewa mate kwa ajili yetu, ili tukaweze kupata kibali na neema kuitwa wana wa Mungu. Na kushukuru tunaposhiriki mwili wako Bwana, waja kupitia kitendo hiki, wengine ambao ni wagonjwa katika miili yao wapate uponyaji. Wengine wale ambao wamelemewa na mizigo mizito wameweza kupatwa na mambo ambayo hayana suluhisho. Kupitia ushirika huu, Jehova Mungu ukasababishe baraka katika maishani mwao. Wengine wanapotoka mahali hapa wawe na nguvu mpya, waanze kufanya hata yale mengine walikuwa hawayafanyi. Kwa hivyo tunaomba mwili wako ukaweza kubarikiwa. Na Bwana, tunaposhiriki tupokee hizi baraka katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumeomba na kuamini. Amen. Amen.
nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zako. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zako. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zako. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zako. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Verse 27, the Bible says, verse 27 inasema hivi katika, and he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured out for men for the forgiveness of sins. Baba, nakushukuru kwa sababu ya damu yako ya agano jipya ambayo ni ya ondoleo la dhambi. Tunaposhiriki damu yako inamaanisha kwamba tuko na uhai, maana bila kushiriki katika damu na katika mwili wa Kristo hakuna uzima. Tunaomba kwamba ukabariki damu hii tunapokunywa, Bwana, ikaweze kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Kama kuna laana zinatuandama zikavunjike kupitia damu yako, Bwana, tukaweze kuwa na nguvu mpya hata kufanya kazi yako kwa jina la Yesu Kristo. Mahali ambapo tumekwama miaka na miaka, Bwana, kupitia ushirika huu, ushiriki katika damu na katika mwili wako, tukaweze kukwamuliwa, tuwe na nguvu mpya, tuanze kusonga mbele katika vitu vingi katika maisha yetu. Na jina la Bwana libarikiwe na litukuzwe milele yote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah.
ulikuwa unataka kushiriki meza ya Bwana ukapitwa na wahudumu wetu, unaweza inua mkono wako juu. Ni kama kila mmoja alipata. Oh, nani kule? Ya, ebu Jackie huyu hapo. Kuna wengine pale hawajashughulikiwa, tafadhali washughulikie wanapoendelea kuwashughulikia hivyo, ili tuende kufanya maombi ya kumaliza. Ningependa, kuna mtoto hapa, Mungu ametubariki na watoto, na kuna mtoto tunaombea. Ningependa aje mbele. Ezekiel Onzale Omoke. Kama huyo mtoto wako alete na mzazi wake, ili tumkabidhi mikononi mwa Bwana wanapoendelea kushughulikia pale. Amen. Amen. Yeah. Anatokea katika fellowship ya Jerusalem West ama? Jerusalem West. Mama director, unaweza kusimama hapo karibu. Waja niombe tumalizane na mambo ya ibada ya meza ya Bwana, alafu ndio tumalizie. Baba, tunakushukuru sana. Wewe ni mwema kwetu, umetubariki, na tunakushukuru kwa sababu ya ibada yetu ya siku ya leo. Umetuzungumzia, baadaye tumeshiriki katika mwili wako pamoja na damu yako. Tuko na uzima na tuko na tumaini katika maisha yajayo. Tuomba kwamba utusaidie, ubariki kila mmoja. Kuna wale wengine Bwana wamejikwaza, kujikuu na kukwazwa, uwasaidie pia na wao wakaweze kupata nafasi ya kushiriki katika mwili wako na damu yako, maana katika njia hii ndio inaonekana kwamba tuko na upatanisho pamoja na wewe. Bariki kila mmoja kwa kuwa wewe ni Mungu, na ukatubariki katika sehemu ambayo imebakia, ili jina lako lipewe sifa na liwe milele yote. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Hatujamaliza ibada. Tuko na dakika karibu 5 hivi tumalize ibada yetu. Hebu lete mtoto nimuombe. Anaitwa Ezekiel. Yeah. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mtoto Ezekiel ambaye ameletwa katika mbele zangu, na muombea ukambariki, mfunike na damu ya Kristo, kamuonekanie anapoendelea kukua, akiwa mtoto hivi, atakapokuwa mkubwa uendelee kumpigania katika njia zote. Hata Bwana akiwa mdogo hivi uendelee kumpigania, umuondolee magonjwa ya kila njia yale yanayofanya mashambulizi kwa watoto. Kuanzia siku ya leo na kuendelea, nimemtangaza kuwa mzima, mwenye afya. Bwana utamlinda, utamkinga na damu yako, ako salama, atakuwa taifa kubwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu tusaidia watoto wazazi wake wakaweze kubarikiwa jinsi ya kumtunza na kumlinda, ili Bwana afikie umri wa kuamua yeye mwenyewe kukupokea kama Mwokozi. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Omwana onomuya mama kwani abusiko anaitwa Ezekiel, mtulivu kabisa. Mungu akubariki sana mama. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. So tukimalizia kabisa, kuna kadi yake hapa. Kuna kadi yake hapa. Mtana ni mahali.